Hello tech lovers, it's me your one and only Madam Eta. Nasikia leo nawakaribisha tena kwenye channel yangu ya Jifunze Kompyuta na Madam Eta. Nimekuletea tutorial mpya ya jinsi ya kutumia Excel. So kama ni beginner au mtumiaji sana wa Excel, this trick is for you. Nitakuelekeza njia 3 rahisi sana za kusave your workbook katika Microsoft Excel. Njia ya kwanza tutasave kwa kutumia file tab. Baada tu ya kumaliza kuandaa workbook yako, bonyeza file tab, inapatikana juu kabisa kwenye ribbon. Then utakutana na neno limeandikwa save au save as. Unaweza ukaclick save au save as kusave your new workbook. Kwenye save as pane au save dialog box itakubidi uchague location, kwamba ni wapi ambapo unataka file lako liwe saved ili uweze ukaipata haraka. So unaweza ukachagua recent or this PC. Kwa kama unaona location ambayo unataka kusave document yako, workbook yako haipo hapo, utabonyeza browse ili kupeke moja kwa moja kwenye file explorer ili ukachague location ya kusave workbook yako ili iwe rahisi kuipata utakapohitaji. So ukisha choose location, utakuja hapo kwenye neno file name, utaandika jina ambalo unataka usave file yako, then utakuja hapo save as type, utachagua type ambayo ni Excel workbook kama unataka file lako liwe katika format ya Excel workbook. Baada ya hapo utabonyeza neno save na your workbook itakuwa iko saved tayari. So utaikuta kama sisi hapo tulichagua location ya document. So tukienda kwenye file explorer moja kwa moja kwenye folder la document, tutakutana na file letu, workbook yetu kama tulivyoisave. Njia ya pili tutatumia quick access toolbar, ambapo tutaclick your save icon inayopatikana kwenye quick access toolbar, then dialog box iliyoandikwa save this file itatokea. Usichanganyikiwe, save as dialog box inaweza ikatokea tofauti na version unayotumia wewe. Mimi hapo nimetumia Microsoft Excel Professional ya 2016. That's why nilivyobonyeza save icon kwenye quick access toolbar, save as dialog box yangu imetokea kama vile. So ili niweze kuview kwa ukubwa, nitabonyeza hapo neno more options. Hapo ndo itafunguka dialog box ambayo tumeizoea, ambayo ipo common kwa kila version. Nitafuata hatua kama zile za mwanzo kwenye method iliyopita. Nitachoose location, then nitatype file name, nitachoose na file type, then nitasave my workbook. Ili kuwa na uhakika kama nimesave sahihi, nitaenda kwenye file explorer au file manager yangu ya kwenye kompyuta, nitaenda moja kwa moja kwenye folder nilochagua kusave, kuangalia kama workbook yangu nimeisave ipasavyo. Njia ya 3 ni kwa kutumia keyboard shortcut. Kwenye workbook yangu ambayo ninaifanyia kazi, nilikuwa nishamaliza kuifanyia kazi, nitabonyeza control key na S key ambazo zipo kwenye keyboard yangu, nitavibonyeza kwa pamoja. Press and hold them together, then itakuja dialog box kama inaonekana hapo, save this file. Nitabonyeza more option ili kupata save as dialog box niloizoea yenye options nyingi, then nitafuata hatua kama ambazo zilikuwa huko nyuma. Choose location, then nita save workbook yangu. Kama mnavyoona nimerudi kwenye file explorer ili kuhakiki workbook ambazo nimezisave, je, nimezisave kwa usahihi na location husika zimejisave kama inavyoonekana hapo kwenye screen yangu. Kama umependa hii video, please like, comment, save and share. Pia subscribe to my YouTube channel ili uweze kupata more computer tips and tricks. And please follow my social media accounts ili uweze kukutana na mimi tena huko mtandaoni na kujifunza mbinu mpya za matumizi ya kompyuta. Thank you for watching guys.